Tunaendelea tulipoishia. Tuko na herufi D wakiwa kwenye mahusiano. Sifa ya kwanza. Sifa ya kwanza ni mtu anayependelea usawa. Akiwa mwanamke anaweza kuwa tishio. Unafahamu feminist? Feminist ni aina ya wanawake ambao wanasema haki sawa kwa wote. Wanaamini anachofanya mwanaume basi yeye mwenyewe anaweza kufanya. Endapo mwanamke akiamini kwamba unachokifanya na yeye anakiweza, ogopa. Wanasema hivyo Wasukuma. Sasa ogopa kutokana na mwanamke akianza kufikiria kwamba unachoweza kukifanya wewe na yeye anaweza kukifanya, ina maana ameamua kuwa mshindani wako, hatoka kukusikiliza. Na sifa ya watu hawa ni kwamba wanapendelea usawa kwenye kila kitu. Kama ni mwanamke ni hasara, ila kama ni mwanaume basi pengine mwanamke huyo atakuwa ni mwanamke mwenye bahati sana. Utajua kwa nini. Pili, wanapendelea sana kufanya biashara. Kama uko naye kwenye mahusiano, basi ingekuwa vema endapo akikwambia kwamba anahitaji kufungua biashara fulani, muonyeshe support. Ama ukiona kazi ni kwake eleweke ama yeye mwenyewe ajielewelewi tu, basi mfungulie biashara, kwa sababu sifa yao moja ni biashara. Wakikaa kwenye biashara wanaweza kufanya kwa ubora. Pengine asijitambue kwamba ana uwezo wa kibiashara, ila kwa sababu wewe leo umekutana na Mr. Funguka, ukafunguka na mimi, basi nakwambia hivi, kama mpenzi wako ana jina linaloanzia na herufi D, ana uwezo wa kibiashara, mfungulie biashara. Tatu, ni watu wanaopenda kuamrisha. Sifa yao hii inaweza kuwa chukizo kwako. Ni watu wenye amri kila mahala. Ni watu wenye sheria kila mahala. Wachunguze kwa nao makini, utakuona hata kama anakuogopa, kuna namna tu vimaneno vyake utaona kama anakuamuru fulani hivi, mpaka unaweza kujiuliza, mbona kama ananipangia, ananiwekea sheria, yani unakuwa kama muelewi. Ni asili yao, yani unajikuta yani from nowhere, yani anakuwa na uwezo fulani yani wa kuamuru, yani anashindwa kujizuia. Utakuta anakupangia sheria, yeye hajui kwamba anakuwekea sheria, lakini ndo amepanga. Kama ni mwanamke anakuwa ni mtu fulani hivi, njoo urudi saa 12 basi upo nyumbani. Yani yeye mwanamke ndo anakupangia wewe kwamba urudi saa 12 nyumbani. Ikizidi saa 2 saa 3 anachukia na maindi. Hatari, ogopa. Okay, tunaendelea. Sifa ya 4 ni kwamba watu hao wenye majina yanayoanzia na herufi D wana sifa ya kuwa wasafi. Kama unaishi nao kwenye nyumba moja, chumba kimoja, basi kuna swala hili. Endapo ukiwa mchafu hamtoendana. Ni watu wanaopendelea usafi kupita maelezo. Wanapenda kuongea sana endapo akiona wanakuelekeza jambo fulani ufanye kiusafi alafu wewe ufanyi. Uwaga wanachukizwa mno. Sifa ya mwisho ni watu jeuri na wenye misimamo mikali. Sina haja ya kuelezea. Unamjua mtu jeuri alivyo. Unamjua mtu mwenye msimamo mkali. Watu wengi wenye misimamo mikali wenyewe wanaamini kwamba ni misimamo, ila misimamo mingine huwa inaletwa na jeuri ndani yao. Sasa watu hawa misimamo yao ni jeuri. Anaweza akawa anakuongelesha kiupole lakini anakuamuru. Anaweza akawa anakuongelesha kiupole lakini anakusema. Yani wewe mwenyewe tu unamsikilizia unasema, mbona kama anasemwa hapa, lakini anakuongelesha kihekima. Ndo watu wenye majina haya yanayoanzia na herufi D wana sifa hizi. Ni moja ya tabia zao zilizojificha. Kama una mpenzi wako mwenye jina linaloanzia na herufi D, basi kumbuka kwamba